أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا جاءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Haya ndiyo maneno tutakayokwenda nayo leo katika jumla ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shehe asema wadhkur, yaanza hivyo maneno ya Mwenyezi Mungu. Qala Musa, ya wadhkur qala Musa, kumbuka wakati aliposema Nabii Musa ya qaumihi, kuwaambia watu wake, udhkuru ni'matallahi, udhkuru ni'matallahi, zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu, alaikum, alizoniwezesha juu yenu, idha jaakum, wakati alipowaokoa nyinyi min ali Firauna, na watu wa Firauna, yasumunakum, wakati walikuwa wakiwaonyesha nyinyi suu al-adhabi, adhabu mbaya. Wadhkur, kumbuka, idh qala Musa, wakati aliposema Nabiyullahi Musa liqaumihi, kuambia watu wake, akawaambia udhkuru, kumbukeni neematallahi alaikum, neema za Mwenyezi Mungu alizonihemesha juu yenu, idh anjakum, wakati alipowaokoa nyinyi min ali Firauna, na wale jamaa zake Firauna, yasumunakum, wakati walikuwa wakiwafanyia nyinyi, wakiwaonjesha nyinyi suu al-adhabi, adhabu mbaya. Yudhabihuna abnaakum, walikuwa wakiwachinja watoto wenu wa kiume, wayastabihuna nisaakum, na wakiwabakisha watoto wa kike. Haya ni mambo ambayo kwamba alikuwa akiyafanya Firauna pamoja na watu wake, kuwa wao akiwachukua watoto wa kiume wanaozaliwa wanachinjwa, wanabakishwa watoto wa kike. Sasa haya akaelezwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu amwambia wakumbushe watu wako habari za Nabiyullah Musa, wao walikuwa wakifanywa hivi Firauna na watu wake. Sasa katika haya kuna mazingatio makubwa sana, kwamba kadiri ya nyinyi umati Muhammadi mlivyokuwa mwafikwa na matukio na visa, lakini watu wa Musa wamefikwa na visa vikubwa sana katika hili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akimwambia mtume waeleze, kumbuka na waeleze watu wao. Wadhkuru, kumbuka, qala Musa, aliposema Nabiyullahi Musa liqaumihi, kuwaambia watu wake, ambia kwamba udhkuru ni'matallahi alaikum, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu yenu alizoneemesha, idha anjakum, wakati alipowaokoa nyinyi min ali Firauna, na jamaa zake Firauna, yasumunakum, wakati akiwaonyesha nyinyi suu al-adhabi, adhabu mbaya, wayudhabihuna abnaakum, akiwa anawachinja watoto wenu wa kiume, almauludina, wenye kuzaliwa wale, wayastahayuna ayastabquna, na anawabakisha nisaakum, watoto wa kike. Hii alikuwa akifanya hivi
liqauli baadhi alkahnati, kwa kusema baadhi ya wachawi walikuwa wakisema kwamba walimwambia, inna mauluda, hakika mtoto mwenye kuzaliwa, yuladu, atakuja zaliwa, fi bani Israila, katika hili kundi la bani Israila, yakunu sababa dhahabi mulkika, itakuja kuwa mtoto huyu ndio sababu ya kuondoka ufalme wako. Yakunu, atakuja kuwa mtoto huyu sababa dhahabi mulki Firaun, ndio sababu ya kuondoka ufalme wa Firauna. Baadhi ya wachawi wakisema kumwambia Firauna maneno haya na hili wanaeleza kwamba Firauna alilala siku moja akaota usiku. Yosi aliota akaona moto mkali sana umeingia katika nchi ya Misri. Sasa moto ule ulipoingia ukawachoma majumba ya wale Kibtiu, kwa kuna kabila la Kibtiu ndio kabila la Firauna na watu wake, na Israeliyu, ambao Israeliyu ndio watu ni kabila la Nabii Musa, sio? Kwa hiyo ule moto uliingia pale ukachoma Kibtiu wote, lakini wale Israeliyu wale wamebaki. Sasa alipoamka Firauna akapata tabu sana, ila akifikiria jozi ile, hii ni habari gani? Na itakuwa kuna jambo hili, itakuwa jambo kubwa. Sasa pale akawaita watu wake wale wachawi wake, si ndio? Na watu wake wachawi wanaomwendeshea mambo yake, wanaomfanyia. Yeye ni Mungu katika zama hizo, ajiita kwamba ni Mungu, lakini ni Mungu ambaye kwamba akikuwa na jambo lazima kuna watu hawatafute. Sasa ni Mungu wa vipi? Basi akawaita, akaja akawaeleza habari kama ilivyo. Jamani, nimeona ni kadha, hii habari ni vipi? Haya basi, wale baada ya kuelezwa waambia, haya basi ngoja tukalifanyie kazi. Wamekwenda walipokuja ndio wakampa jambo hili. Huu moto uliouona bana, moto hasa huu ndio huu, ishara yake ni kwamba atakuja zaliwa mtoto kutoka katika hili huko hili la Bani Israeli. Hawa tazaliwa mtoto wa kiume. Mtoto huyu itakuwa ndio sababu ya kuondoka ufalme wako. Sio ndoto ya bure hii uliyoiona, hii ni ndoto hasa ambayo ina jambo naye atakulisha. Kwa hiyo Firauna sasa kwa vile pale ndio akaanza kuweka nini mkakati kule, kwamba haya basi, kama ni hivyo sasa ipigwe mbio kwamba watoto wote wa kiume watakaozaliwa wadhibitiwe na waletwe kwake Firauni, sio? Basi Firauna maamuzi yake kama hakuna huyu mtataka kuondoa ufalme wangu mimi tena, yeye sio tena mimi, hapana. Na kila mtoto wa kiume atakayeletwa achinjwe. Basi ikawa hiyo ndio hukumu na ndio maamuzi. Watoto wa kiume wale wanaoletwa wote wachinjwa, wanaobakishwa ni watoto wa kike. Kwa hiyo sasa hii ilikuwa hii manake ni belwa kwa upande wao wale, kwamba watu wachinjwa, watoto wachinjwa, belwa kubwa sana. Lakini alafu hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaletea neema ya kuja kuliondoa lile. Ilikwenda ikafikia yeye Firauna akinga hapo kwamba asipatikane huyo mtoto wa kiume, asipatikane. Na kweli watu walidhibiti kweli, lakini kwa kuwa Mungu akishapanga jambo basi ndio hivyo alipokishapanga, na maamruhu idha arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun. Hiyo jambo fulani basi linakuwa, pamoja na ulinzi uliokuwepo, pamoja na uangalifu uliokuwepo, lakini Mungu mwenyewe akajalia huyo mtoto akaja akazaliwa humo bila kujua, bila kujitambua, na akalelewa humo mpaka akakua, na ikawa mpaka akaja kweli, akaja yakaondoka haya, akaja akatumwa kwamba baada ya kukua sasa Nabii Musa yeye huyo
yakatuma haya, idhhabu ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Bali kama hivyo ikawa sasa Mwenyezi Mungu akaja akawaokoa kutokana na adhabu ile iliyokuwa imewapata dhahiri. Lakini kama si hivyo, basi ingelikuwa naendelea maisha. Hizi neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo atakumbuka aseme qala Musa, kumbuka aliposema Nabiullahi Musa liqaumihi, kuambia watu wake, wakuru neematallahi, zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu alaikum, alizoneemesha juu yenu, anjakum min ali Firauna, alipowaokoa nyinyi na watu wa Firauna, yasumunakum, akiwaonjesha nyinyi suu al-adhabi, adhabu mbaya, yudhabihuna abnaakum, wakiwa wanawachinja watoto wenu wa kiume, almauludina, yenye kuzaliwa wale, wayastahiyuna, na wanawabakisha, yastabukuna, wanawabakisha nisaakum, watoto wa kike, liqauli ba'dhi al-kahnati, hivi alikuwa akifanya kwa kusema baadhi ya uchawi, akimwambia kwamba au wanazungumza inna mauluda, hakika mtoto mwenye kuzaliwa yuladu, atakujazaliwa fi bani Israil, katika hawa bani Israil, yakunu sababa dhahabi mulki Firauna, takuja kuwa ndio sababu ya kuondoka ufalme wa Firauna. Kwa hiyo Firauna akaanzisha jambo hilo la kuchinja watoto hao. Dhahiri fi dhalikum, na katika hili kwenu, ail injau, katika huku kuokolewa huku, awil adhabu, au adhabu, bala'um min rabbikum adhimun, pana mtihani unaotoka kwa Mola wenu uliokuwa mkubwa. Hii ni mtihani mkubwa Mungu aliowaleta. Dhalikum, katika hili nyinyi, lipi al-injau, maana yake ni mawili, pana adhabu hapa, pana na kuokolewa. Adhabu ni ile ya Firauna ya kule kuchinjwa, kwamba watoto wa kiume lazima wachinjwe, na kuokolewa ni hii alileta tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuja kufanya kwamba Firauna aondoke au habari hii imalizike. Kwa hiyo yote mawili yapo, lakini yote haya yatokana na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ameleta mtihani huu ili kuwaonja waja wake, alafu angalie mazingatio ya baadaye. Je, watakuwaje? Fi dhalikum, na katika hili nyinyi, alinjabu, katika huku kuokolewa, awil adhabu, au adhabu, bala'um min rabbikum, ai bala'u, manake pana mtihani, ni mtihani, yani ai bala'u manake in'amun, pana kuneemeshwa, awil adhabu, au ibtilau, au pana ibtilau, yani kujaribiwa, kuletewa maonjo, kujaribiwa. Manake inaamu, pana kuneemeshwa, ambayo kuneemeshwa ni kule kuletwa kwamba Firauna kumaliza habari ile, aondoke, ile habari la kuchinjwa ile ishe, na dewa ni kule alipokuwa ameleta Firauna kwamba watoto wa kiume wachinjwe. Sasa yote mawili haya yapo, lakini yote ni rabbikum, yatokana Mola wenu. Adhimu, ilikuwa hiyo ni balaa, ni mtihani mkubwa, ni neema iliyokuwa kubwa kwa wana wa Israeli, na vile vile ni delwa iliyokuwa kubwa kwa wana wa Israeli. Delwa ipo na nini, neema ipo, alileta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaidi fi dhalikum, na katika hili kwenu, bala'un, pana mtihani, min rabbikum, uliokuwa tokana Mola wenu, adhimu, mtihani uliokuwa mkubwa. Wa idha adhana rabbukum, nakumbuka pia wakati alipotambulisha, ay a'lama, ta'adhana a'lama rabbukum, alipotambulisha au alipotangaza Mola wenu kwamba la in shakartum, kinishukuru nyinyi, la azidannakum, nitawazidishia, wala in kafartum, na mkikufuru, inna adhabi la shadidun, hakika adhabu yangu kali. Hiyo shukurani ni jambo
kubwa sana. Kushukuru ni jambo muhimu, haswa kuzishukuru neema za Mwenyezi Mungu, kumshukuru Allah. Mwenyezi Mungu ataendelea kuambia hawa kwamba katika hii kuokoa huku, basi yapasa nyinyi mshukuru sana neema za Mwenyezi Mungu alizoneemesha. Na vile vile ndio tuashiriwa na sisi, basi kila Mungu anapotupa neema, kitukaribishia neema, tuwe ni wenye kushukuru. Kila kushukuru liwepo, tusisahau kushukuru, sio waitadhana rabbukum alama. Kumbuka wakati alipotambulisha Mola wenu, alama rabbukum la in shakartum, kwamba mkinishukuru ai neemati, yani mkishukuru zile neema zangu, bitauhidi, kwa kumpekesha Mwenyezi Mungu, wa taati, na kutii. Kama mtashukuru kwa kumpekesha Mwenyezi Mungu na kumtii Mwenyezi Mungu, ndio shukrani kubwa hiyo. Sio kule kushukuru kwamba alhamdulillah, umekunywa maji hivi au umekula umeshiba teuka alhamdulillah. Kule kushukuru, yani kushukuru kwa kiwiliwili chako na kwa akili yako, ambapo ni kule kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo kubwa sana na ni jambo muhimu. La in shakartum, kama mtanishukuru neemati, ikiwa mtazishukuru neema zangu, bitauhidi, kwa kupekesha, yani kumpekesha Mungu, wa taati, na kutii, kumtii Mungu, la azidannakum, nitawazidishia. Wala in kafartum, na kama mtabisha nyinyi, ai jahadtum, kama mtabisha nyinyi, neemata, kubisha neema, bilkufri, kwa kuleta ukafiri, walmaasiya, na kwa maasiyati, na kufanya maasiya, la uadhibannakum, nitawaadhibu nyinyi. Dalla alayhi, mejulisha juu ya msemo huo hapa aliposema, inna adhabi la shadidun, hakika adhabu yangu ni kali. Kwa hiyo shukuru, kule kushukuru jambo ambalo ni muhimu. Mwanadamu mwenzio tu wakufanyia wema, basi ni wajibu wako kumshukuru. Je, Allah subhanahu wa ta'ala sio? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika kushukuru mtu, kwanza ni kumshukuru mwanadamu mwenzio. Kimshukuru basi ndio umemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. La yashkuri nasa la yashkuri Allah. Zote mtu yoyote ambaye kwamba yeye hawashukuru watu, na mtu anayemfanyia wema hamshukuru, basi ni moja kwa moja pia hata Mungu naye hamshukuru. Kwa hiyo shukrani ipo, jambo kubwa kushukuru. Mwenyezi amekusaidia jambo, amekusaidia mawazo, amekusaidia mbinu, basi ni kumshukuru. Mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumpa ilhamu mja huyu akaweza kusaidiana na mimi. Mungu amzidishie, sio kushukuru na kuombeana, ndio ilivyo hivyo. Dhahiri la in shakartum, kishkuru nyinyi neema zangu, bitauhidi wa taati, kwa kupekesha Mwenyezi Mungu na kutii, la azidannakum, nitawazidishia. Wala in kafartum, na mkibisha nyinyi, jahadtum neemata, mkibisha neema, bilkufuri, kwa kufanya ukafiri, wal maasiyati, na kuleta maasi, la uadhibannakum, nitawaadhibu nyinyi. Dalla alayhi inna adhabi la shadidun, Mwenyezi Mungu asema hakika adhabu yangu ni kali, wala hamuiwezi. Dhahiri. Wakala Musa, na amesema tena Nabiyullahi Musa, asema kwamba yakaumihi, kuambia watu wake, in takfuru antum, kama mtakufuru nyinyi, waman fil ardi, na waliomo ardhini, jami'an, hali ya kuwa wote, fa inna Allaha, basi hakika Mwenyezi Mungu, la mandiyun, na hamidun, mwenye kujitosha yeye, ala khalqihi, kuepukana na viumbe vyake. Hamidun, kesha Mungu ni mwenye kusifiwa. Hamidun ay mahmudun fi sunaihi, ni mwenye kusifiwa yeye katika kazi zake, si ndio? Fi sunaihi bihim, mwenye kusifiwa katika kazi zake kwa wao. Dhahiri. Sema Wakala Musa, amesema tena Nabiyullah Musa, ya kaumihi, kuambia watu wake, intakfuru antum, kikufuru nyinyi nyote nyinyi,
wa man fil ardi, kikufuru nyinyi, wa man fil ardi jamia, na waliomo ardhini wote, hali ya kuwa yote nyinyi mkikufuru, fa inna Allaha, basi hakika Mwenyezi Mungu, la ghaniyun hamidun, ni mwenye kujitosha yeye na viumbe vyake, kisha hamidun, ni mwenye kusifiwa, kwamba kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ametuumba sisi, halafu akatuwekea hizi ibada, lakini hizi ibada yeye hana haja chochote katika ibada hizi, ila manufaa, maslahi, marejeo ya manufaa vitu hivi yarejea kwetu sisi wenyewe tuliopewa kazi hii ya kuabudu na kufanya mambo mema sana, sivyo hivyo? Lakini sasa pia tunakuwa wavivu na tunakuwa wazito, hizi ibada tukazifanya kupindukia. Wewe uswali hata uweje, umuongezee Mwenyezi Mungu chochote, na hata ukasema ufanye maasi ya ulimwengu mzima, vile vile humpunguzi Mwenyezi Mungu kitu chochote kile. Pia hii maneno haya Nabiullahi Musa aliwaeleza watu wake ya kwamba kama hamwezi kushukuru neema alizowaneemesha Mwenyezi Mungu, si ndio? Basi mjue kwamba hata nyinyi mtamwasi Mungu nyote hamupunguzi kitu, na hata kwamba labda mkimtii Mwenyezi Mungu nyinyi hamumuongezee kitu chochote, ili pia mlijue. Takfuru antum, jikufuru nyinyi, wa fil ardi jami'an, waliomo ardhini hali ya kwa wote, fa inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, la ghaniyun na khalqihi, ni mwenye kujitosha kuepukana viumbe vyake, hamidun, kesha mahmudu, malaki, ni mwenye kusifiwa, fi sunaihi bihim, katika kazi zake, katika kuwafanyia hao waja hao. Mwenyezi Mungu asema, lam yatikum, je, hasikuwajia nyinyi, nabau alladhina, habari za wale watu ambao kwamba min qablikum, waliokuwepo kabla ya nyinyi. Sema isifahamu takriru, hiyo ni isifahamu iliyokuwa ya kudhibitisha, yani lam yatikum nabau alladhina, je, hasikuwajia, sisi tumewajia habari watu hawa Nuhi wamefanya hivi, watu wa Adi wamefanya hivi, kaumu Salih wamefanya hivi. Zote habari hizi mnazo, waelezwa, mwazisoma, mwazijua, sio? Lam yatikum, je, hazikuwajia nyinyi, khabaru alladhina, habari za wale ambao min qablikum, waliokuwepo kabla ya nyinyi, qaumi Nuhin, watu wa Nabiullahi Nuhi, wa Adi, na watu wa Adi, qaumu Hudi, Adi watu wa Nabiullahi Hudi, sio? Wa Thamuda, na watu wa Thamudi, qaumu Salih, watu wa Nabiullahi Salih, walladhina min ba'dihim, na waliokuja baada ya hao wengineo tena, la ya'lamuhum, hakuna anayewajua hao illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu, likathratihim, kwa wingi wao. Mungu ameleta watu wengi, kaleta majitu mbalimbali, wakafanya mambo mengi, mambo mazito ambao kwamba ni watu wengi, hakuna anayewajua wingi wao isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anayejua. Lakini walikuwa na vituko hawa na vituko vyao, hawa na vituko vyao. Je, hamna habari hizi? Je, mwishilio wao Mungu aliwafanyaje? Si ndio? Kuna walioangamizwa kwa upepo, kuna walioangamizwa kwa ukelele, kuna walioangamizwa kwa tufani lile, si ndio? Sasa na nyinyi nani mkae na hali ya kujua, muone Allah, mfanye toa ya Allah, mjue kwamba mkenda na nyinyi mkiteleza mkawaikiza wale, basi Mungu na nyinyi hashindwi kuwaletea lolote kama alivyowafanya wale. Dhahiri Alam yatikum, jihaz kwa ajili nyinyi, nabau alladhina, habari za watu ambao kwamba min qablikum, waliokuwepo kabla ya nyinyi, qaumi Nuhin, watu wa Nabiullahi Nuhi, wa Adi, na watu wa Adi, qaumi Hudi, watu wa Nabii Hudi, watu wa Nabii Hudi hao, wa Thamuda, na Thamudi hao, li wa Thamuda alladhina jabu sakhara bilwadi, si ndio? Wa Firauna bil autadi, hao Thamudi qaumu Salih, watu wa Nabiullahi Salih, walladhina min ba'dihim, na watu waliokuja baada ya hao, la ya'lamuhum illa Allah, hakuna anayewajua hao isipokuwa Mwenyezi Mungu, likathratihim, kwa wingi wao, watu wengi sana Mungu aliwaleta. Sema jaatuhum rusuluhum,
waliwajia mitume wao bilbayinati, waliwajia na hoja bilhujjati alwadihati, na hoja zilizokuwa wazi, ala sidqihim, juu ya ukweli wao. Hao mitume wamewajia watu wao na wamewajia na hoja mbalimbali za kuthibitisha utume wao, kwamba wao ni mitume ya Mwenyezi Mungu na ni wa kweli. Lakini faraddu aidiyahum, wakarudisha umam, wale watu aidiyahum, wakarudisha mikono yao, fi afwahihim, katika vinywa vyao, ai malake ilaiha, ukarudisha mikono yani katika vinywa, ilaiha, kupeleka vinywani, ile mikono ipeleka midomoni, li'adhu alaiha, ili waingate ile mikono ile, fi shiddati al-ghaidhi, kwa kuzidi ile uchungu au hasira, wanapata uchungu. Maana yake kwa nini? Yeye kwamba eti huyu naye mtume wa Mungu, huyu etekana kwa ajili ya tauhidi, huyu asema Mungu ni mmoja. Mtu akiani hata mkono hivi kwa labda kama labda ningemfanyaje, kama labda ningekuwa na uwezo ningemfanyaje vile, si ndio? Kama tunavyofanya sisi, mtu akapata jambo ambalo limemkera au la muudhi mtu, bwana kama ni mimi ningepiga risasi mara moja, si ndio hivyo? Sasa hawa wasema walifanya mambo ya namna hii shikwa na hasira na uchungu kwa kutangazwa utume na mitume yao. Lakini kwamba mimi nimeletwa ni mtume kwenu, mimi nimetumwa na Allah, nimetumwa kwenu, sawa, hawataki. Kwa haiwezekani. Itakuwaje kwamba mtume aje kwamba ni mwanadamu? Mtume ni mtu kama sisi, mtume ni kiumbe. Hii haiwezekani, wakataa. Sasa ule uchungu wao, mtu angata kidole, si ningemfanyaje? Sio haya yalifanyika. Yatum rusuluhum, waliwajia wao mitume wao bilbayinati, ya bilhujjati alwadihati, kwa hoja zenye kuwa wazi, ala sidqihim, juu ya ukweli wao mitume wale. Faraddu al-umam, wakarudisha wale watu wale, aidiyahum, wakarudisha mikono yao, fi afwahihim, katika vinywa vyao, au ilaiha, ay ilaiha, mikono ikawaitia vinywani, li'adhu alaiha, ili waikate, manake bi shiddati al-ghaidhi, kwa kuzidi au kukaza uchungu ule. Wakalu, na ikawa wanasema, inna kafarna bima ursiltum bihi, sisi tuakibisha vile mlivyotumwa, hivyo mnavyokuja navyo, mnasema mmetumwa, sisi hatuvikubali. Wa inna, na hakika sisi, la fi shakki, tumo ndani ya shaka, mimma tad'unana, kutokana na yale mnayotuitia, ilaihi, mambo hayo, muribi, tuko ndani ya shaka kubwa sana, sio? Qala rusuluhum, akasema mitume yao, afillahi shakku, hivi kwa upande wa Mwenyezi Mungu nyinyi mwatia shaka? Kwa jambo la Mungu kuna shaka? Jambo la Mungu mwalitia shaka? Upande wa Mungu nyinyi mwafanya shaka? Cheni hivi mtaangamia. Haya, wakalu, na walikuwa wakisema watu wa korofi, inna, hakika sisi, kafarna bima ursiltum, tunabidisha vile ambavyo kwamba mmetumwa nyinyi bihi, kwa vitu hivyo, ala zaamikum, juu ya madai yenu, madai kwamba ni utume, sisi hatukubali. Wa inna la fi shakkin, hakika sisi tumo ndani ya shaka, mimma tad'unana ilaihi, katika yale ambayo mwapitia sisi mambo hayo, muribi, ni shaka ile, muqii fi raibi, shaka ile yenye kutia katika shaka, yani tumo ndani ya shaka kubwa sana. Qala rusuluhum, basi wakasema mitume yao, waambia kwamba fillahi shakku, hivyo kwa Mwenyezi Mungu kuna shaka. Ya istifahamu inkari, hiyo ni kuuliza kwa kukanusha ile, kupinga ile, kwamba hakuna jambo la Mungu halina shaka, kila litakapokuja jambo la Mungu ndio hivyo hivyo. Waje ni mkampatia shaka katika upande wa Mungu? Ai la shaka fi tauhidihi, hakuna shaka katika kumpekesha Mwenyezi Mungu, lidalaili, kwa dalili hasa dhahirati, zilizokuwa wazi, alaihi, kwa upande wa Mwenyezi Mungu, kama alivyosema, fatiri samawati wal ardi, yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum, sio? Ni dalili moja ya dalili hizo ambazo kwamba za kutambulisha kwamba Mungu yupo na ana uwezo na afanya atakavyo. Hebu itazame mbingu kule iliko, nani alileta mbingu hii? Nani alitengeza?
nani aliyejenga? Haina nguzo wala haina kizuizi. Sasa je, bado hujatambua kwamba kuna aliyejenga? Na kama yupo aliyejenga ni huyo Allah ambaye la sharika lahu, si ndio? Hana mshirika yeye, huyu ana uwezo wa lolote lile. Hii ni dalili kubwa kwanza ya kuonyesha kwamba Mungu yupo na ana uwezo. Qalat rusulun, akasema mitume yao, afillahi shakun, hivi kwa upande wa Mungu kuna shaka? Isifahamu inkari, ai la shaka fi tauhidihi, hakuna shaka katika kumpwekesha Mungu. Lidalaili, kwa dalili nyingi ya dhahirati zilizodhihiri alaihi, kwake yeye. Manake fatiri samawati, yeye khaliqi, yeye ndiye mwenye kuziumba samawati, mbingu saba, wal ardhi, na ardhi saba. Yaduukum, kesha awalingania nyinyi, ila taatihi, kwenda katika toa yake, mumtii yeye. Liyaghfira lakum min dhunubikum, ili apate wasamehe nyinyi madhambi yenu au baadhi ya madhambi yenu. Hii pia kwamba awapelekea nyinyi, kawaletea nyinyi haya myaone na mkubali, ili yapelekea kufutiwa nyinyi madhambi yenu yote au baadhi, kama si yote. Yote haya yawezekana kwa Allah. Sasa haya shaka iko wapi? Hebu tuonyesheni ambaye kwamba labda kwamba hizi mbingu bwana aliyeziumba ni fulani, sio labda ni huyo Lata au ni Uzza au ni Manata, si ndio? Hakuna. Wote hawawezekani kwamba wakirudi kwenye akili zao waona kwamba hii masanamu ni miungu ambayo tumeitengeza sisi wenyewe, si ndio? Kama vile alipokuja wazonga Nabiiullah Ibrahim, walipokwenda kwenye safari zao, akaenda akaingia sehemu yao, akachukua shoka masanamu yote yale, akakata akavunja, alafu ikachukua shoka ile, akalichagua moja lililokuwa kubwa, akaenda akalibandika begani. Sasa walipokuja wale masanamu yamevunjwa, sasa wakatafuta. Sasa kwamba kuna kijana huyo alikuwa anataja vibaya, ikaenda ikatafutwa ni Nabiiullah Ibrahim. Amleteni, akaleta Nabii Ibrahim. Sasa haja aulizwa, wewe ndio ulivunja masanamu yetu? Ambia kabiru huyo mkubwa wao huyo ndio. Sasa huyu kama yasifuna, muulizeni, huyu ndio aliwavunja wakata wenzio. Ona shoka na ubegani ile. Sasa mwatafuta nini? Muulizeni, si ndio? Sasa ambaye huyo ni kiumbe kama wao, manake awafikia hatua hii kwamba simwasema ni nungu hii, haliulizeni hivi sasa. Wewe bwana, yeye alivunja nani? Alikata wenzie nani? Msafikia sasa tena chuki na hasama kwamba huyu bwana muondoeni, muweni, tieni motoni, sio? Kama ndio kutengeza masanamu ya chongwa, kama ni gogo la chukuliwa likachongwa mpaka likawa, kama ni jiwe, kama ni kitu gani. Lakini mbingu sasa ile ule iliko, je, ameitengeza nani? Upate ushahidi kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi Waislamu tunajua hivyo na tusoma hivyo na tumetambua hivyo tangu watu wanyanyikia, sivyo hivyo? Wazee wetu sisi tumeelekezwa waona kwenye vitabu fakiri hivyo, lakini sasa kwamba sharti alete itikadi ya kwamba baada ya Mungu kuna Mungu mwingine, alete ile itikadi zake, sio dhahiri. Fatir samawati, ya khaliq samawati wal ardi, yeye mwenye kuziumba mbingu saba na ardhi saba. Yaduukum, analingania nyinyi, ila taatihi, kwenda katika taa yake, kwamba ili tumtii, maana yake liyaghfira lakum, ili apate wasamehe nyinyi, min dhunubikum, madhambi yenu. Ile mina asema ni zaida, min fali ni zaida, liyaghfira lakum dhunubakum, kwa hivyo ili awasamehe madhambi yenu, maana yake, sio? Sasa asema fa inna al-islama, hakika Uislamu, yaghfiru au yughfaru bihi, usamehewa kwa Uislamu, ma kablahu, yale yaliyofanywa kabla ya Uislamu. Sasa kenda hivyo kwamba ndio asema inakuwa kusamehewa kule, kusamehewa madhambi yote, kwamba inakuwa liyaghfira lakum min dhunubikum, ili awasamehe nyinyi madhambi yenu.
waja mlioyafanya mlioteleza wasamehe, au tabi'idhia, au inakuwa ile mimi ni ya kugawa baadhi hiyo, na kwamba ikhraji huquqil ibadi, kwa kuzitoa haki za waja, kwamba Mungu asamehe madhambi lakini ni baadhi, asamehe baadhi, sio kwamba ayasamehe yote. Malaki kuna mengine ni madhambi ambayo mmekosea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna mengine mmekoseana kati ya mja na mja, mwanadamu na mwanadamu. Sasa Mungu sasa asamehe yale ambayo umemkosea yeye, yale uliomkosea mwanadamu, mpaka mridhiane wewe na huyo uliyemkosea. Ndio inapogawanyika hiyo minha dhahiri. Liyaghfira lakum, ili awasamehe nyinyi, min dhunubikum, baadhi ya madhambi yenu au yote, wa yuakhirakum, na ili awacheleweshe nyinyi, bila adhabin, bila ya adhabu, ila ajali musamma, mpaka muda wenye kupangwa, ule ajali mauti, mpaka ule muda wa mauti, kwamba Mungu asiwaletee adhabu ya kuadhibu haraka haraka kama hao waliopita, kaletewa adhabu ya kuadhibiwa haraka haraka. Nyinyi awacheleweshe mpaka ule muda wa mauti yenu yaliyopangwa, ndio wamewaekea hivi, ili mpate mazingatio, mkubali, muamini, Mungu awape msamaha, awasamehe kutokana na makosa yenu. Qalu, basi wakasema wale, in antum illa basharun, watu wakorofia wakia mitume, in antum ma antum, hamkuwa nyinyi, illa basharun, isipokuwa ni watu tu, mithluna, mfano wa sisi, turiduna, lakini mwataka nyinyi, antasuduna, kutuzuilia sisi, amma kana yaabudu abauna, na yale waliokuwa wakiabudu wazee wetu, minal asnami, nao ni haya masanamu haya, wataka mtuzuilie. Waambia wale mitume ya Mwenyezi Mungu walioletwa, nyinyi ni watu kama sisi, sasa mmekuja mmepanga haja yenu, wataka mtuondolee ibada zetu, na hizi tumewakuta wazee wenyewe wafanya, na sisi tumezishika wafuatisha wazee wetu waliokuwa wakafanya. Sasa inakuwaje bwana? Ondokeni hapa bwana, sio? Ndio maana yake in antum, amkuwa nyinyi, illa basharun mithluna, isipokuwa ni watu tu mfano wetu, turiduna, nyinyi mwataka, antasuduna, kutuzuilia sisi, amma kana yaabudu abauna, na zile ibada walizokuwa wakifanya wazee wetu, minal asnami, kutokana na kuabudu masanamu, kuyasujudia masanamu. Fatuna, tuleteeni basi bisultani, tuleteeni hoja, ushahidi mubini, uliokuwa wazi, hujjatin dhahiratin, hoja zilizokuwa wazi, ala sidqikum, juu ya ukweli wenu, kama nyinyi ni mitume hasa mwatoka kwa Mungu na mmetumwa. Leteni ushahidi, leteni hoja, leteni dalili. Qalat lahum rusuluhum, basi wakasema mitume yao kwa kuwajibu mitume, wanawaambia wale, innahanu illa basharun mithlukum, kweli hatukuwa sisi isipokuwa ni watu kama nyinyi. Sisi kweli ni viumbe, sio kama qultum, kama mlivyosema ni viumbe kweli, walakinna Allah, lakini Mwenyezi Mungu, yamunnu ala man yashau, amemesha yule anayemtaka, min ibadihi, katika waja wake, binubuwati, kwa kumpa utume. Kwa upande wa kibinadamu, ni binadamu kama nyinyi, sio? Nyinyi mnakula na sisi twala, nyinyi mwanywa na sisi twanywa, nyinyi mwaoa wake mkapata watoto na sisi hali kadhalika, sio? Binadamu upo, lakini Mungu aneemesha, hamtakae. Sasa hapa tumewazidi nyinyi, Mungu ametupa neema hii ya kutuchagua kwamba sisi ni mitume, ni wajumbe wake, ni watumishi wake, katuleta kwenu ili tuje tuwaite katika kumlingania, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, au kumpekesha yeye. Sasa haya pia hamjakubali. Baina watu wakasema wale wakorofi, la antum, hamkuwa nyinyi, illa basharun mithluna, isipokuwa ni watu mfano wetu,
turiduna, nyinyi mwataka ntasuduna, kutuzuilia sisi amma kana yaabudu abauna, kutuepusha na yale waliokuwa wakiabudu wazee wetu, minal asnami, na yale masanamu. Fatuna bisultani mubin, hebu tuleteeni sisi aini hujjatin dhahiratin, hoja zilizokuwa wazi, ala sidqikum, juu ya ukweli wenu, hebu leteni. Qalat rusuluhum, basi wakasema mitume yao, ma antum, maanake ya kuwa nyinyi, illa basharu mithluna, isipokuwa ni watu kama sisi. Basharu ma nahnu illa basharun mithlukum, hatukuwa sisi isipokuwa ni watu mfano wenu, sisi ni watu kama nyinyi. Kama kultum, kama hivyo mlivyosema. Walakinna Allah, lakini Mwenyezi Mungu, yamunnu ala man yasha, amneemesha anayemtaka, min ibadihi, katika waja wake, binubuwati, kwa kumpa utume, sio? Kwa hiyo na sisi kweli ni wanadamu kama nyinyi, lakini Mungu ametuneemesha, ametupa utume huu, ametutuma kwenu. Sasa ma yambaghi wa ma kana lana, wala haitakikani kwetu, wanatiakum bisultani, kuwaletea nyinyi hoja, illa biidhnillahi, isipokuwa kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Dhahira wama kana, wala haitakikani, ma yambaghi lana, haitakikani kwetu sisi, annatiakum bisultani, kuwaletea nyinyi hoja, ushahidi ule, illa biidhnillah, isipokuwa kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu, biamrihi, kwa amri ya Mungu, lianna, kwamba hakika sisi, abidun, ni waja au watumwa, marhubuna, wenye kutumishwa na Allah. Kwa hiyo tunapokea amri kutoka kwake, hatuwezi fanya jambo kwa maamuzi yetu, sio? Wala Allahi, na kwa Mwenyezi Mungu, falyatawakkalil mutawakkilun, sio hivyo? Falyatawakkalil mu'minun, na wategemee waumini. Kwa hiyo sisi tumetumwa kwenu, kama tumetumwa, sikizeni haya tunayowaeleza na myafuate. Wala Allahi, na kwa Mwenyezi Mungu, falyatawakkalil mu'minun, na wategemee waumini, ayatiku bihi, yani wamtegemee Mwenyezi Mungu. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni wenye kuyasikia haya pamoja na kuyashika na kuyafanyia kazi. Mwenyezi Mungu atudumishe katika ibada na atuongezee imani, tupate imani thabiti za kuweza kupata radhi zake pamoja na kupata makazi mazuri kesho akhera. Allahu wa rasuluhu a'lam.